Hujambo msikilizaji na karibu katika mkusanyiko wa habari za kimataifa usiku wa leo tuliyoyaona na kuyasikia. Taarifa zetu kuu tunaanzia kule Paris nchini Ufaransa. Mahakama ya Paris nchini Ufaransa imewapata na hatia watu 10 kwa unyanyasaji wa mtandaoni wa mke wa rais wa Ufaransa Brigitte Macron kwa kusambaza madai ya uongo kwamba yeye ni mwanamke aliyebadili jinsia baada ya kuzaliwa mwanamume. Vyombo vya habari vya Ufaransa vimeripoti kuwa Brigitte na mumewe rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamekabiliwa na madai ya uongo mara kwa mara katika miaka hivi karibuni, huku baadhi wakisema alizaliwa chini ya jina Jean-Michel Trogneux, jina halisi la kaka yake mkubwa. Wakiwa na tofauti ya umri wa miaka 24, wanandoa hao wamekumbwa na madai ya uongo ambayo waliyapuuza kwa muda mrefu, lakini wameanza kuyashughulikia mahakamani. Watu hao wamehukumiwa vifungo vya hadi miezi 8 jela na vifungo vilivyoghahirishwa. Na sasa ni ya kule Bogota. Rais wa Colombia Gustavo Petro amevipinga vitisho vinavyotolewa na Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye pia anamshutumu kiongozi huyo kwa kufanya biashara haramu ya dawa za kulevya. Petro kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, amekanusha vikali madai hayo, akisema jina lake halijaonekana kwenye rekodi za mahakama na amemtaka Trump aache kumkashifu. Jana Jumapili, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba atachukua hatua za kijeshi dhidi ya Colombia baada ya kuishambulia Venezuela na kumwondoa rais wake Nicolas Maduro kwa shutuma kama hizo za biashara ya dawa za kulevya. Petro amekosoa vikali hatua ya kijeshi ya utawala wa Trump nchini Venezuela na kuishutumu Washington kwa kumteka nyara Maduro nje ya msingi wa kisheria. Tukitoka Bogota hivi sasa tuelekee Mashariki ya Kati na ni Teheran. Kumeripotiwa mapigano makubwa kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama nchini Iran, wakati maandamano yaliyochochewa kwa hasira kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha yakiingia wiki ya pili. Karibu watu 12 wakiwemo wanajeshi wa usalama wameuawa tangu maandamano hayo yalipoanza kufuatia mgomo wa wafanyabiashara huko Tehran mnamo Disemba 28 mwaka jana, ikiwa ni ripoti rasmi zilizotolewa. Maandamano hayo ya usiku kucha na yaligubikwa na miito ya kuikosoa serikali ya taifa hilo yaliyoripotiwa kwenye maeneo ya Tehran, Shiraz na kaskazini mwa Iran, ambako ndio kitovu cha harakati hizo, limesema shirika la haki za binadamu HRANA. Licha ya kwamba ni maandamano yaliyojikita kwenye maeneo ya jamii za wachache, tofauti na yale ya mwaka 2022 kuelekea 2023, lakini yanatoa changamoto mpya kwa kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Na sasa ni Beijing. Rais wa China Xi Jinping amesema nchi zote zinapaswa kuheshimu njia za maendeleo zilizochaguliwa na watu wa nchi nyingine na kufuata sheria ya kimataifa pamoja na madhumuni ya kanuni za mkataba wa Umoja wa Mataifa. Rais Xi amesema hayo leo mjini Beijing alipokutana na waziri mkuu wa Ireland Michael Martin katika taifa la China. Rais Xi Jinping amesema katika dunia iliyojaa mabadiliko na machafuko, vitendo vya upande mmoja na vya kudhalilisha vinadhoofisha sana utaratibu wa kimataifa. Na sasa tutie nanga pale London. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International limesema hii leo kwamba vikosi vya usalama vya Uganda vimekuwa vikiwatesa na kuwakamata kiholela wapinzani kwa lengo la kuwatisha. Shirika hilo limekusanya vithibitisho vya maafisa wa usalama kuwapiga na kutumia gesi ya kutoa machozi dhidi ya wafuasi wa chama cha upinzani cha National Unity Platform NUP kinachoongozwa na Bobi Wine.
Mkurugenzi wa Amnesty wa kanda ya Mashariki na Kusini mwa Afrika, Tigere Chagutai, amesema serikali imeanzisha kampeni ya kikatili ya kuwakandamiza wapinzani na wafuasi wao, hali inayowekea mazingira magumu ya kufanya mikusanyiko ya amani. Aidha, upo wasiwasi kwamba huenda serikali ikazima interneti wakati wa uchaguzi kama ilivyofanya mwaka 2021 ili kuzuia usambazaji wa taarifa kuhusiana na udanganyifu wa kura na machafuko. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa tulio